Mtazamaji wa Kipungu Media, karibu tena kwenye session nyingine, tukiwa na mahojiano na moja ya comedians ambao wana uwezo mkubwa sana, na huyu comedian ni chipkizi, lakini ni moja comedian ambaye anafanya vizuri sana na sio mgeni kwenye macho ya watu wala mashabiki zake. Ni moja ya watu ambao wanapatikana Dodoma, mkoa ambao unabeba vipaji vingi sana: waigizaji, watangazaji, waimbaji, wachezaji wa mpira. Ni kama imekusanya vipaji vingi mno. Comedians wengi tumezoea kuwaona kwenye mkoa wa Dar es Salaam wakiamini kwamba ndio eneo pekee ambalo wanaweza kutoboa, lakini unfortunately idea imekuwa sivyo. Leo tuko na brand comedian ambaye yeye specifically amebase katika mkoa wa Dodoma, ambapo ndo sehemu pekee ambayo yeye kaona inaweza ikamsaidia kurush kazi zake na kufanya kile kitu ambacho yeye alikuwa ameamua kukifanya. So ladies and gentlemen, let's link up. Naitwa Emerson TZ na hii hapa ni Kipungu Media. On Instagram tunapatikana kama Kipungu Media, lakini pia kupitia pale YouTube tunapatikana kama Kipungu Media, TikTok as well as tupo, au sio? Sasa brand comedian. Yes bro. Karibu sana Kipungu Media kwa mara nyingine. Shukrani sana. Yes, tumekuwa tuki link up mara nyingi tukizungumzia ama tukikutana kwenye matukio mbalimbali tukiwa off air tukijaribu kuzungumzia tasnia kwa ujumla. Au sio? Leo tujaribu kupitapita kuona mtaani kwako namna ambavyo watu wanakuchukulia ukiwa kama brand comedian, nikiwa na maana ya kwamba unaishi nao kama brand, lakini kuna muda unatoka kwenda kazini ambapo pia hata wao wanakuja na unajumuika nao. Tupe experience kidogo ya namna ambavyo wao wanakuchukulia. Kiuhalisia tu, kwa sababu watu wengi wanaamini kama ukiwa unafanya sanaa wewe kwa wewe haufanyi kazi yote. Ukiwa unafanya kitu, yani unafanya sanaa hautakuwa unakuwa una biashara au una kitu chochote kuingizia pesa. So kama mimi kwa upande wangu mimi ni mwajiriwa kwenye kampuni. Yes. Nafanya kazi kwenye kampuni ya Mafon Tanzania Limited. Lakini kuna changamoto watu wanikuta ofisini. Kazini pale utapole ofisini pale. Mtu anaanza kukushangaa na kutamaki. Anakuangalia mara mbili. So nitolee mfano tu kama juzi hapa. Nitoka zangu mtaani kwangu hapa. Baada ya kutoka mtaani nifika ofisini pale. Nipoa pale nje, shangaa mtu ananiita, "Bro, samani naomba nikukuulize." Nikamwambia, "Usijali bro." Niambie. Akaniambia, bro, nahisi kama nakufananisha, waga nakuonaga pale Cheka tu. Hata jana nimetoka kuona Jumatatu." Nikasema so dhambi kumuelezea mtu kama yes, mimi niko nafanya stand up comedy, nafanya sales comedy, kwa hivyo ni content creator na ni mchekeshaji. Yes, akasema sawa, nafuatilia sana kazi zako, napenda sana kazi zako. Fish. Lakini kwa yeye alivyokuwa nadhania dhahiri kwamba wasanii wote wanafanya comedy, wachekeshaji wengi maishani wanaingizia pesa kupitia kuchekesha. Lakini sio hivyo. Okay. Tukija kwa upande wa wazazi, kwa mara ya kwanza umejijua kwamba una uwezo kuchekesha, ulikuwa na umri gani? Bro, mimi kweli nimeanza kuchekesha tangu niko darasa 5, nilikuja kipindi na trend kina Mpoki. Yaani ndio nimeanza kina Mpoki darasa 5 ndio nimeanza kuchekesha. Lakini wazazi kwa hivyo tu wazazi wana respect kazi, wanapenda. Wanapenda. Wanajua kitu tunachokifanya. Kwa sababu kuchekesha ni kitu ambacho kiko kwenye damu. Nikisema kama nakumbuka juzi hapo kwenye tulikutana kwenye show pale, wanapaita Dodoma wapi pale? Tulikutana wapi kwenye show moja pale? Yes. Royal Village. Yeah, show ya Kipotoshi. Show ya Baza Kipotoshi pale Royal Village. Tulikutana pale Royal Village, nikakwambia kwamba comedy ni kipaji na comedy ni damu, ni kitu ambacho kiko ndani ya damu. Najua una malengo mengi sana kwa sababu ndo kwanza unachipkia. Nani ambaye ulikuwa unamwangalia sana wakati huo ukiwa unajitafuta kwamba sasa hivi nataka kuingia kwenye comedy? Nani ambaye alikuwa ndo source ya wewe kuyafanya haya yote? Yani kwa upande wa
comedy, yani kwamba labda nikisema labda partner wangu ama role model ambaye wewe ulikuwa ukimwangalia unapata ile hamu ya kufanya comedy, ya stand up comedy. Bro, kiukweli niseme tu kwangu mimi sijawahi kufikiria kwamba natamani kuwa kama mtu fulani. Mimi natamani niwe kama mimi ili watu wawe kama mimi, kwa sababu ukiangalia mtu kimuuliza kwamba wewe unataka kama niwe uje kuwa kama nani, mimi sio kusema nataka kama nije kuwa kama Ndaro ni Ndaro. Mimi natamani niwe Bland watch, ndo niwe mimi Bland watch hivi ili niweze kwenda kupiga hatua. Sasa Brand, tumekuwa na wimbi la wasanii wengi sana ambao wanafanya haso zao mkoani, wakimaliza kwa muda fulani wanatoka wanaenda Dar kwa ajili ya kuja kupata platform kubwa zaidi, si ndio? Kwako wewe hii ikoje? Na wewe ni mmoja wa watu ambao tunajitafuta tukiwa katika mkoa wa Dodoma, lakini baadaye tunatakiwa kutoka kwenda Dar es Salaam. Bro, riziki ni popote. Nakupa hii riziki popote. Naam. Kuna sakata limetokea hapa katikati ambalo tulikuwa tunazungumzia hapa nyuma, kwa namna gani ambavyo watu wanakuchukulia mtaani, si ndio? Yeah. Wewe ni mwanaume au sio? Yeah. Siku chache unaweza ukatangaza jambo lako kwamba unataka kuoa na nini, umeshampata mwenza. Kuna namna ambavyo wazazi ni kama wanawachukulia comedians. Kwa mfano, Shafi, moja ya comedians wakubwa sana, limemtokea tatizo hapa katikati kwamba mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano anaolewa na mtu mwingine, lakini nyuma kukiwa kuna force kubwa kutoka kwa wazazi, kwa maana ya kwamba wazazi wa binti hawajataka binti yao olewe na Shafi, ikionekana kwamba kwa sababu Shafi kazi yake ni kuchekesha, kwa hiyo kama hayuko serious hivi, it's a joke. It is unaweza ukacheka, lakini kuna namna ina pain. Yes. Kuna namna ina pain. Sasa ni namna gani ambavyo Brand anajiandaa kwa ajili ya kupambana na changamoto kama hizi? Kweli kwa kifupi tu, sisi comedian tuna shida nyingi sana. Changamoto zote nyingi sana. Yes. Unaweza kuona kama unaenjoy life, unaishi life like star. Mtu anaweza kuona kama ni star. Yeah. Kumbe shida unazijua mwenyewe, na shida unazo kweli. Yes. Sasa just mwenyewe kama bro Shafi. Hiyo ni changamoto leo, ni changamoto. Pengine familia inaweza kuona huyu anatudhalilisha. Hawezi kuolewa na mtu anayechekesha. Unatudhalilisha familia. Na kingine watu ambacho hawajui na wanatamani wajue kwamba comedy ni kazi. Yes, comedy ni kazi. Kwa mtu sio kwamba mtu kujidhalilisha tu from nowhere. No, comedy ni kazi. Kama kazi nyingine. Juzi tu Sister Nilamanga kaposti, nimeona Boss Kisoli kaposti status. Amemposti Nilamanga pale. Anasema kwamba comedy ni kazi. Na mimi naamini comedy ni kazi. Sababu naitoa show mikoani, naenda kujidhalilisha. Narudi kwenye point. Hapa tumetoka kwenye usika wa Brother Shafi. Unakumbuka kuna siku uliniuliza kwamba una relationship? Yes. Unakumbuka? Yes, I do. Nikakwambia kwamba relationship ninayo. Lakini kuna nini, nikamwambia mama mpenzi ananivumilia. Yes. Kwa wakati anakuwa ananivumilia. Yeah. Sasa wewe nimetolea tu mfano mdogo. Kwa mimi siwezi kuongea sana, ni wao wenyewe tu kama wamependana. Sababu mimi nikipendana na mtu wangu hamna kupinga. Hata familia ije isemeje kinamna ni mkubali. Kwa mimi naona kwa Brother Shafi haina mantiki sana. Haina mantiki sana kwa sababu watu washapendana. Familia hata mkiingia bado hamtofanya lolote. Lakini pia nyinyi kwa nyinyi kumekuwa kuna conflict fulani hivi zinatokea. Mfano tutamzungumzia Baba Angela pamoja na Mwanya. Umeona watu mpaka wamepasua na vioo kwa vya magari mzee. Ile crown imechakaa hatari. So mchezo. Ngoja nikwambie. Bei kioo cha crown. Nasema ifiki, lakini ifiki. Hapo tunacheza kwenye 300,000. 1,200,000, 200,000. Yes. Bei ya kioo cha crown. Hiyo mimi issue nimeiona, naona watu na mabaza na post status kwamba sui nini. Paka mwisho siku nimeona bro ka post IG Mr. Mwanya, mchuchukue tu mfano. Mr. Mwanya kamposti Baba Angela kwamba yuko Nairobi amekamatwa. Yes. Kwamba amefanya tukio Tanzania amekimbilia Nairobi. Yeah. Hiyo ni trend sana. Kaiposti IG. Sasa jiulize hiyo clip amepataje? Kwamba the same inaonyesha kwamba hii ni kiki. Unajua ustawi unatafutwa bro. Ustawi unatafutwa.
Na ustagu ma comedian wa bongo au ma content creator wa bongo ama wasanii wa bongo. Hauwezi kutembea bila kufanya kiki. Na kuja kwa upande wangu mimi. Mimi nimeshafanya kiki na dogo mmoja wa Mwanza anaitwa nani huyu? Young Man 3. Nimefanya kiki. Nimemfuata tu DM kama jamaa wangu, kento zimepoa tufanye kiki. Kwa sababu kiki nini msemo? Fanya content kwamba msiba wa kubambinya ni wako, naomba nitukane matusi ambayo unayajua. Nyia shit ambazo unazijua. Hiyo ni nini? Kiki ile account isitembee. Sababu comedy ni kama kazi. Matangazo sasa hivi hatuna comedy. Yes. Bei za matangazo zimeshuka. Kwa hiyo ni kiki, wanatafuta kiki. Kwa mimi siwezi kusema mimi sio Baba Angela na makosa. Sasa nakuja kwenye point. So ameandaa pambano siku ya 26. Utaona ile pambano. Utaliona tu vizuri ile pambano. Kwanza utaliona kwanza kwenye box ambazo anacheza ngumi kati. Lazima kuna mmoja, yaani sio lazima, watakuwa wanaogopana kwamba huyu nikimpiga nikimuumiza hapa itakuwa fezea. Kwa hizo ni kiki tu, afu ni kiki hata mimi mwenyewe nafanya na sisi wenyewe tunafanya.